Kwenye tasnia yako hii ya utangazaji wa mpira tangu umeanza kutangaza, umewahi kutangaza mechi yoyote ya National Ahli? Yes. nimetangaza mechi za Ahli. Natangaza Ahli dhidi ya Esperance de Tunis, mchezo wa finali ya CAF Champions League pale Cairo. Nimetangaza Al Ahli dhidi ya Young Africans kama nakumbuka vizuri. Kitu kama hicho. Kama sio Yanga basi Simba mmoja wapo. Nimetangaza. Na wewe ni shabiki wa Al Ahli? Yes. Hali inakuwaje? Hakuna hali ya pressure wakati unatangaza hizo mechi, wakati Al Ahli anapokuwa uwanjani dhidi ya timu nyingine? Haijawahi kunisumbua. Nafikiri kama kuna muda ambao napata wasiwasi nikiwa natazama Ahli ni muda ambao sipo kikazi. Yaani nikiwa na enjoy kuwatazama Ahli, that is a problem, kwa sababu nakuwa nipo full detailed kuwafuatilia. Naweza nikafanya assessment ya mtu mmoja mmoja, lakini it's different na napofanya match ya Ahli, kwa sababu always na focus kwanza kwenye kazi. Labda mechi yako nzuri pengine au mechi bora kabisa ambayo umewahi kuitangaza mpaka sasa ni mechi gani? Nadhani kuna mechi 4 mpaka 5 hivi. Mechi ambayo nilifurahia kuitangaza ni Argentina dhidi ya Netherlands, Uholanzi, sababu a lot of drama kwenye mchezo ule. Lakini mechi ambayo ilinishangaza ni ya Simba na Yanga. Simba napoteza bao 5. Nilikuwa sisi watu tunazungumza wakati mchezo unaendelea. Nilikuwa nasema sijui, wakati wapo moja nafikiri tulikuwa na mwenzangu mmoja Gift Chone. Yes. Wakati wapo moja nikana namwambia, na nilizungumza kwenye mic kabisa, nikamwambia Gift, sijui namna gani Simba ambavyo wanacheza kwenye mechi hii, na sioni kama mafuriko yanaweza kuzuiwa kwa beseni. Nilizungumza kitu kama hicho, sababu sikuwa naelewa mpango kazi wa Simba nene kwenye mchezo ule, lakini sikudhani kama zingefika 5. That was a very shock. Niliona 2, 3. It happens. Nilitegemea kwamba wanaweza kufungwa muda wote kwa namna wanavyocheza, lakini sikudhani kama zingefika 5. Mechi nyingine ambayo ilinishangaza ama ilinistaajabisha ni Yanga dhidi ya Dodoma. Yes. Pale Chamanzi Yanga nakabidhiwa ubingwa. Bahati nzuri miaka yote nimekuwepo kwenye mechi za ubingwa. Yanga anapochukua ubingwa mimi ndo natangaza. Nyingine ilikuwa ya Mtibwa kule Manungu, na zote hizi bado zilikuwa zinaacha taswira fulani ya tofauti, kwa sababu kama ile ya Mtibwa alikuwa anashuka daraja baada ya mchezo ule. Young Africans dhidi ya Dodoma, Yanga wanatangulia kufunga bao, Dodoma wanachomoa, wanaongeza bao la pili dakika 74. It was almost near to over. Nabi Nasruddin Muhammad anamnyanyua Faridi Musa Malik, anaingia na Mudathiri Yahya. Faridi Musa anakwenda kufunga na mguu wa kulia, Mudathiri pia anafunga, Faridi anafunga tena. Ilikuwa ni mechi ya drama sana ile mechi, lakini pia Yanga dhidi ya CR Belouizdad, nafikiri was a very drama trick game. Although siku ile nilikuwa sipo kwenye nani zangu sana, nilikuwa moodless kidogo, lakini nadhani watu walifurahi pia. Hujaacha mechi moja final World Cup. Ile ni mechi ya ajabu zaidi nilowahi kuiona, and I went through kwa sababu watu wengi walikuwa wanadhani mimi ni shabiki wa Argentina kwenye michuano ile. Mimi namkubali sana Leo Messi, though namheshimu sana Cristiano Ronaldo sana. Nikukatize kidogo, mimi namkubali sana Ronaldo lakini namheshimu sana Lionel Messi. Yes, you have no reason to hate Ronaldo eti kwa sababu nampenda Messi. Mimi Ronaldo namheshimu sana, na ndio maana kama watu wangekuwa wanafuatilia vizuri, hakuna mchezaji ambaye nilimzungumza vyema kuliko Ronaldo. Unfortunately hakufika mbali na timu yake, lakini mimi nilikuwa shabiki wa Morocco kwenye ile michuano. Morocco na Spain. So watu wengi walikuwa nadhani mimi ni Argentina, lakini in a commentary, na hiki nikizungumze wazi, pengine hata kizazi kinachokuja
kinaanza kinatazama hiki kitu kwenye football commentary. Wewe sio commentator, upande wako ni walioshinda muda huo. Yaani wewe umepata goli 6, nimeshangilia wewe, huyu akapata goli 1, nitashangilia vile vile nilivyokuwa nashangilia zile goli zako 6. Ni kwa sababu football ni game fulani ya unafiki kwenye commentary. Yaani unapaswa kwenda na aliyopo kwenye mood wakati huo. Wewe unaongoza, wewe umeshinda, ndio unakuwa upande wako. Kwa hiyo Argentina anatangulia bao 2-0. Dramatical zinarudi. Baadaye wanakuja kupata bao la 3, dramatic linarudi. Randal Colomwani kwenye dakika ya mwisho, that was crazy. Siwezi kueleza sana, lakini unajua ile move mpira ule mara ya mwanzo na uona wakati unapigwa ule mpira mrefu, ninavyosema tu kwamba wapi na katika pabaya, ndio kweli. Kapigwa ile move ule mpira Otamendi akaukosa. Alivyokosa Randal Colomwani 1-1, Emiliano Martinez Dibu. Ni fantastic save. Nafikiri ndo inaweza kuwa ni save yenye thamani zaidi nilowahi kuiona duniani. Sawa, hizo ni mechi ambazo wewe unasema ni mechi bora ambazo umewahi kuzitangaza. Lakini hapa nyumbani kuna timu za Simba na Yanga na kuna pressure ya nje ya uwanja, lakini hata ndani ya uwanja pia. Wewe haikupi shida yoyote kwenye utendaji wako kazi, hasa pressure za mashabiki? Ingekuwa ni ushauri wangu kwa mtu ambaye ana ndoto ya kuja kutangaza mpira nchini, mmoja kati ya kitu ambacho ningemwambia, Simba na Yanga ni wa hivyo hivyo. Yaani leo watakupiga mawe, kesho watakuwa upande wako. Wala hupaswi kuogopa kufanya kazi yako kwa weledi. Almurad humkosei mtu. Hupaswi kumkosea mtu wala hupaswi kumwonea mtu. Fanya kazi yako kwa weledi. Simamia taaluma, misingi yako. It's over. Simba na Yanga, hata mtu unayemwamini ana akili, akifika kwenye Simba na Yanga huwa anapoteza kabisa akili. Kwa hiyo ukifuata akili zake hivyo, you are in danger. Yes. Huna sababu ya kuweza kumfatisha zile akili zake, kwa sababu a lot of shit zinatokea kwa sababu ya hawa Simba na Yanga. Kwa hiyo hupaswi kuishi kwa kuhofia Simba na Yanga ama kwa kuwaza Simba na Yanga watanionaje. It's not your job. Your job ni wewe kufanya kazi yako, na mimi haijawahi kunisumbua, haitanisumbua na wala sitarajii kama itakuja kunisumbua, kwa sababu kwanza sipo associate na timu yoyote. Sina ukaribu na timu yoyote kwamba huyu labda mimi huwa tuna collisions za hapa na pale. Mimi nafanya kazi yangu. Siku ukikasirika, maana yake siku hiyo haikuwa siku nzuri kwako, and I respect that, kwamba kuna siku utakasirika kwa sababu sijakufurahisha, kwa sababu timu yako imepoteza. I respect that. Lakini kuna siku ambayo utafurahi kwa sababu timu yako imeshinda na mimi nimekuwa sehemu ya kusherehesha. It's okay, it's okay. Kwa hiyo wala haipaswi kuweza kumshughulisha mtu na wala huwa hainishughulishi. Yeah. Sawa, lakini hasa hili pia limekuwa likitokea kwenye masuala ya uchambuzi. Pia unapofanya kazi yako uchambuzi, utaona mimi pia huwa ni muumini wa kupitia maoni, kwa maana comments, kupitia kwenye machapisho mbalimbali ya wachambuzi. Utaona muda mwingine shabiki anatoa maneno ambayo pengine sio mazuri kwa mtu ambaye amechapisha lile chapisho, lakini pia anakosoa wakati mwingine bila kuleta hoja, lakini tu ni kwa sababu umeisema timu yake. Pengine kwenye mlolongo wa namna hiyo una lipi pengine la kushauri mashabiki, lakini hata hao watu ambao wanasema wakifika kwenye vilabu hivi vikubwa pengine mawazo yao huwa yanabadilika? Hainishughulishi sana. Kwanza mara chache wanapata muda wa kujibu comments. Nasoma sana comments kwa sababu zinanipa kuelewa watu wanafikiria nini pia. Mimi pia ni binadamu, najifunza wakati mwingine kupitia comments, na naheshimu sana pia watu wanaopoteza muda wao kwa ajili ya kusoma nilichokiandika. Lakini huwa sipendi kujibu mara kwa mara. Though kuna muda mtu anavuka mpaka na nini, kibinadamu unaghafilika, unakasirika. Lakini baadaye ukija kukumbuka kwamba tumetofautiana mtazamo, tumetofautiana elimu, tumetofautiana uwezo wa kufikiri, mawanda na kila kitu, basi baadaye unaamua tu it's okay, acha iwe hivyo, acha abaki na ujinga wake. So sometimes it happens, mtu anaandika kitu ambacho huoni kama akili stahiki, kwa sababu mtu anayeandika matusi ni dalili ya kukosa akili. Yani ndio dalili ya kukosa, kwamba hayupo sawa sawa.
Wakati mwingine mtu unaogopa kumjibiza kwa sababu unakuta labda ana stress za maisha na vitu vingine kama hivyo, so stress zake anaweza kaja akamalizia kwako, akaja kaandika chochote. But you have to respect them. Unafahamu kwamba huyu ni maisha tu, labda hajala chochote, mtu anapambana kutafuta hela bando kuliko hela chakula, so it happens sometimes. Lakini wewe unapaswa kumchukulia very positive, unapaswa kumchukulia kwamba uchukue tu ile message kama kuna message ameiacha, lakini kama hakuna message unaichukua easy tu na maisha yanaendelea.